nikamsubiri kwenye kivuli kwanza. Halo baby. Uko wapi? Nimefika hapa. Yaani mtani mchafu sana nuka. Yaani siwezi kukaa hapa baby. Hebu njoo pale nje nichukue. Mtani siwezi kukaa hapa baby. Yaani nikaachia mpaka zikaile sio naishije huko. Ngoja nichukue bwana. Okay, nimekuelewa. Mimi nikachafu jamani. Mimi sijui kama pia naishije hapa. Hapana kwa kweli. Wewe niondoka nikatafuta mahali nimsubiri kwa kweli. Mungu nisaidie. Nini hichi? Mungu nisaidie. Kwa nini akusaidie? Unaonaje mtaa wetu? Unaoneka kama ulivyosema. Unaoneka si ndio? Ni mtaa wa ajabu. Ni mtaa ambao haufai. Sasa mimi kosa langu ni nini? Maana sijana nilipokosea. Dada yangu, inawezekana usione ulipokosea kwa sababu hujaambiwa kosa gani umelifanya. Lakini ukimwona mtu anakuambia jambo fulani, ujue huyo mtu pengine anakutakia wewe mema. Unajua kila mitaa wanaoishi watu fulani huwa ina taratibu zake. Kuna watu wanaishi na nidhamu na sheria, na baadhi ya watu wanaishi na tamaduni zao. Haijalishi hiyo mitaa unayokwenda wewe umejenga kibanda chako au umepanga, lakini kuna watu wanataka watu waishi kwa stara. Mimi kuna siku nilikuona ukiwa umevaa kanguo kafupi, yaani kale kanguo kana stara, yaani wewe umevaa nusu uchi, alafu unarudi kwa kujiamini kabisa katika mtaa kama huu. Hivi kwa mfano ikitokea vijana wa mtaa huu wahuni wakikubaka, utasemaje? Maana yake inawezekana hawana tabia hiyo, lakini tu ni shiko na tamaa akakubaka. Lakini pia mimi sina maana hiyo, ina maana njema sana. Mtaa wetu tunaoishi sisi ni mtaa ambao watu wanaishi kwa nidhamu, taratibu na sheria. Au kukontrol kwenye mambo yako mengine wewe fanya, lakini zingatia nidhamu. Mimi najua wewe ni mgeni,
Umepanga pale kwenye ile nyumba kwa Mama Bakari. Nilikuona wakati unahamia. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni mgeni nakwambia haya ili mali ujue dada yangu, usipate matatizo. Hiyo ndio dhamira yangu. Sasa wewe baba, kunisimamisha kote huko. Mbona kaja na mambo ya maana kuniambia? Amna nini pia pango. Wala anasema chukua ile karibu pango kajinunulie mavazi sijui fanye nini. Baba, wewe serikali yenyewe haijawahi kumwambia mtu ishi hivi. Wewe nani? Dadangu, mimi nimekuelewa kila kitu ambacho umekizungumza. Lengo langu lilikuwa ni jema sana kukwambia hivyo, ila kwa majibu yako nashukuru. Ila kwa sababu serikali haiamini uchawi, basi mimi naenda zangu. Bwana nendaga huko. Ndio kabla shacho changu. Eti ulivaa pensi, sio ulivaa nini? Asa wewe unakuhusu nini? Mavazi ya kwangu, najilipia mwenyewe, napambana kwa ajili yangu. Wapi tena nipangaje si ya kuishi? Wapi? Shogangu ndio usinajua umwachia. Yaani mtu unakutana naye njiani, humjui, hakujui, anaanza kukuuliza sijui umevaaje, nyumbani kwako sijui kimeenda kimerudi, na unamwachia. Yeye umepoa. Ndiko mimi ningemtia hata makofi. Mimi nimemstiri tu kwa sababu ndo kwanza hapa mtani nimehamia. Sijajua bado mazingira yao. Yaani hata mwenyewe nimemshangaa. Lizima linanisimamisha, nimejua labda lina mada maana ya kuongea. Sio viguo vifupi, sijui nini. Ameniboa ila nimemstiri. Siku nyingine akirudia vibao vitamuhusu. Haya bwana ndugu wangu. Kwanza unaelekea wapi? Mimi nijitalipo nialibia Mungu. Wewe unaenda kulala. Sasa sikia nikupange. Mimi hapa kuna kibwana changu kimoja Viki amenipigia simu. Ameniambia twende tukakutane sijui wapi mwenyewe. Sasa mimi ninavyojua na sasa hivi. Nikienda kule peke yangu atanishenyenta. Kwa hapo shogangu fanya nenda kajiandae kavaa kile kingo chako mpaka humo. Afu na mimi naenda kutenga kile kidogo changu mpaka humo. Tukifukua tunakunywa bia tukaanza kwa. Sasa hapo ongea la maana. Maana la siku ningeenda tu nyumbani kulala. Mwisho wake nikunywa na sumu. Sasa shogangu hapo kuniweza. Ngoja nikajiandae. Binti mwenye kibegi. Kama subiri kidogo. Habari yako? Salama vipi? Hiyo binti. Kwa nini umevaa hivyo? Hasa katika miji ya watu ambao huijui. Unavaaje mavazi ambayo hayana stara? Wewe dada, wewe tumepishana njia za kuniuliza nimevaaje wewe kama nani?
Wewe kama nani nipangie nguo ya kuvaa? Yaani tumekutana tu wewe umevaa, wewe kama nani nipangie? Kwa hiyo wewe una saa kuvaa hivyo, si ndio? Ndio. Kwani vipi? Wewe mchawi nini? Au umetuma wenzetu tuambizane? Sasa mpangie mtu nguo ya kuvaa. Wewe kama na wewe si nguo tu mmoja wewe. Na lala kaaba wewe. Unampangiaje nguo ya kuvaa? Mama yangu mzazi bwana anipangie nguo ya kuvaa itakuwa kama nani? Mwangalie na mibutu yake. Kwa mwanga. Mtu bwana anaonekana unanuka mchafu, ueleweki mbele hapo nyuma hapo. Nyo. Au umetuma mwenzetu? Samahani dadangu. Kama nimekosea nisamehe. Sawa? Ndio nenda huko. Nyo. Mwangalie kwanza alipo. Dada yangu kwa chai. Kwa umetuma? Tatizo lako wewe mwanangu, una huruma sana. Yaani katika sehemu ambayo unataka uongee, wewe unakaa kimya. Alafu isitoshe, ile ni mali yako mzee. Unatakiwa udai haki yako. Usicheke na wote. Dai chako mpaka utakapolipwa. Unaleta unyonge? Wewe mtu ajabu sana ndugu yangu. Unajua nini ndugu yangu? Mimi Waswahili nawafahamu vizuri sana. Mtu unaweza kumdai, lakini sasa unamdai vizuri, lakini sasa kinachotokeaga ni changamoto. Unaona sasa? Ushaanza kuleta kutia huruma. Unaleta unyonge. Si ndio? Usitie unyonge mzee. Dai chako, yaani dai chako kwa hali yoyote. Oa vipi baba? Oya. Ndugu yangu. Hivi unamuona yule dada alivaa nguo nyeusi mbele? Yaani ni kama vile mshirikina fulani, alafu nyuma anatembea yuko na mdada fulani hivi amevaa nguo ya pundamilia, anaenda naye hawageuki nyuma wala afanye kitu chochote. Yaani kama vile washirikina fulani. Wewe unamzungumzia dada gani? Unamzungumzia yule dada aliyopita amevaa kikoi na kitopu cha blue au? Amevaa kigauni cha blue na kikoi? Ndugu yangu, hebu angalia vizuri usijichanganye. Yule kule mdada amevaa nguo nyeusi. Nguo nyeusi. Kuna kitu anataka kukifanya yule. Ndugu yangu. Au yale mapaja yamekuchanganya? Kwa maana yule dada mimi ninavyoona amevaa kikoi na kitopu cha blue. Sasa wewe hizo nguo nyeusi zinatoka wapi? Msubiri. Ngoja. Wewe mbuzi! Mbuzi! Sasa hivi. Mbona kitu umekatakona sasa hivi, lakini sasa hivi hawapo. Jamani, mimi nimekwambia kabisa yule binti wa mbele ni mshirikina. Mimi nimekwambia, hebu angalia. Sasa hivi umepita dakika 2 lakini njia nyeupe. Mimi nimekwambia. Si umeona sasa? Dunia imeisha hii. Hebu acha mambo yako bwana. Wewe kama umemuelewa yule mtoto sasa. Wewe unanielewa mimi mwanao, sijawahi kufeli katika jambo lolote. Wewe sema nimfuate, nikampange, nikuletee hapa umalize vitu vyako. Unaona sasa unaniona mimi sina akili. Mimi nakwambia niko serious, tatizo unaanza masiala. Wewe unawezaje kushindwa kumuona mtu yule? Wakati mimi nimemuona kabisa. Wewe kwa nini unashindwa kumuona? Sijakataa kwamba sijamuona. Kumuona nimemuona, lakini amevaa kikoi na kitopu cha blue. Wewe alivaa nguo nyeusi umemuona wapi ndugu yangu? Mbona unabisha? Unabisha nini? Angalia sasa mtu hayupo sasa hivi hapa. Yule kuna mtu kamchukua yuko nyuma yake. Sisi anampeleka wapi Rabi Mungu dada watu? Sasa sikia, mimi naenda kumleta. Mimi naenda kumleta kama alivyo. Sasa aje hapa alafu amevaa hizo nguo. Unazosema mimi na sio unazosema wewe. Ngoja, tulia. Tulia, ndugu yangu. Wewe. Ndugu yangu. Umeona huyu? Yaani mtu anabisha kabisa jambo la ukweli. Yaani mtu kabisa kapita na dada jamani, na njia hii nyeupe lakini mtu anabisha. Unasikia kabisa. Njia nyeupe kabisa hii. Hii kiboko jamani, hii kiboko. Ngoja nikamsubiri kwenye kivuli kwanza.
Una chati na nani? Nilikuwa si chati. Mbona kama ulikuwa una chati na baada ya kuniona mimi ukaacha? Hamna, nilikuwa si chati na mtu. Hebu leta hiyo simu yako. Kwani kuna nini? Hebu nipe. Mbona hii ni picha yangu? Na inaonekana umenipiga nikiwa nimelala. Na hizi nguo mimi sijawahi kuzivaa. Kweli hiyo ni picha yako. Lakini sio picha ya leo, ni picha ya kesho. Picha ya kesho? Ya kesho kivipi? Mbona sikuelewi? Namaanisha sio tukio la leo, ni tukio la kesho. Simu yako inaita. Baby, nimeingia ndani. Nimekuta simu inaita. Lakini cha ajabu kuangalia ananipigia ni wewe. Hivi unajisikia unachozungumza? Itakuwaje mimi nakupigia ili hali simu yangu na wewe? Ndio baby, simu yako inaonekana kunipigia. Lakini mbona huku ni namba yako ndio inayoita? Mbona sielewi ni nini kinaendelea? Na usije ukasubutu kupokea hiyo simu. Maana ukiipokea tu utamruhusu mgeni aliye mlangoni aingie ndani.